Wanasema usidharau mwanzo wa mambo madogo. Haleluya. Anasema yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yako kisha atasimamisha vizuri. Amen. Aliyeanzisha kazi njema ndani yako. Kwa hiyo kuna mwanzo lakini pia usisahau kuna mwisho. Lakini mwisho unakabiliwa na katikati. Yes. Haleluya. Amen. Mwisho unakabiliwa na hapa katikati. Kabla ya mwisho kuna hapa katikati. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pamoja na jambo kabla ya mwisho kuna hapa katikati. Kabla ya mwisho hapa katikati. Haleluya. Amen. Mwisho ni baadaye. Lakini leo uko kuelekea kwenye mwisho. Amen. Amen. Lazima ujue kwamba hapa katikati wanaweza kupata kitu cha kufika kwenye mwisho. Ikiwa kwenye wokovu wako, watu wengi wameishi maisha ya wokovu wameokoka, lakini hawakukamilisha wokovu wao mwisho. Sio wote ambao walioanza wokovu walimaliza wokovu. Wengi wanaanza wokovu alafu wanaishia njiani, wanawacha wokovu. Kwa sababu wenda alipitia maisha fulani. Kuna jambo ambalo nataka nikuambie pia. Amen. Haleluya. Wokovu haulinganishi maisha. Sijasema uko unaishi maisha magumu hapa. Au unaishi maisha magumu. Lakini wokovu wako haupimi kwa kipimo cha uchumi wako, wala upimi kwa kipimo cha afya yako, wala upimi kwa kipimo cha kipato chako. Haupimi wokovu wako ni mbalimbali na Mungu aliye. Watu wengi wanafikiria kawaida swala la imani. Watu wengi wanafikiria kawaida swala la imani. Wanaenda kawaida, wanaenda kwa mazoea. Alafu wanapoona mambo yanakuwa mabaya kwenye maisha yao, wanasema Mungu ameniacha. Mungu aliyekuacha. Amen. Mara nyingi sisi ndio tunamwacha. Yes. Haleluya. Amen. Mara nyingi sisi wanadamu ambao tunamwacha. Yes. Mungu akisema neno lake ni amina na kweli. Amen. Nimethibitishwa. Maana yake akisema umekuwa. Amen. Alipoiumba dunia alisema iwepo ikawepo. Alisema wepo samaki wa kuliwa. Alisema maji yalitenda yakatokea. Alisema wepo ambao kuliwa kuwepo. Alisema iwepo miaka mikubwa yetu bila awali shamba wewe usiku nikawepo. Kwa nini? Yeye anadumu kwa nini? Kwamba neno lake ni kweli na hakika. Haleluya. Nisije kusema Mungu alisema kwa mwasha. Amen. Ukiwa unashaka vipi moja anasema Mungu inakuwa ni kuliko. Yes. Ni mara nyingi tunasikia mambo. Ndio. Tunauelewa. Mara nyingine tunaambiwa kwa nini. Yes. Mungu anataka kusema na wewe maisha. Lakini wengi hawaliamini ile neno. Bado wanaendelea. Wanaona kama vile Mungu anafanya. Mungu ili haliwezi bado. Ndio sisi kwa unaweza ukaamini Mungu anaweza kufanya kazi. Lakini inapokuja swala la kujenga, swala la kununua gari lako au amini. Naweza kuwa na wasiwasi. Hivi mwaka huu ndio gari lako kweli? Hivi mwaka huu ndio gari yangu kweli? Kwa hiyo kuna mahali ambapo tunawekea Mungu mchana. Tunaamini kwa sehemu lakini tunasema mahali tuamini. Halo kanisa. Kuna wakati unaamini kwa sehemu. Unaamini Mungu atafanya. Yes. Lakini kuna lile ambalo hauamini kwa neno atafanya. Sababu inahitaji imani. Amen. Pasipo imani haiwezekani. Ndio. Anasema maana kila amwendeaye lazima aamini kwamba yeye ni kwa uwapa kwa Mungu. Ndio. Watu wengi tumeingia katika eneo hili la wokovu na imani, lakini tusiamini. Ndio maana adui
anapata kuja kupepeka. Unapokosa imani kwa mpesi. Mbili ndio unapokosa imani kwa mpesi. Unapokosa imani kwa mpesi. Mwambie kwa sababu unapokosa imani kwa mpesi. Unapokosa imani kwa mpesi. Hapa katikati kwenye mwanzo wa ushauri katikati tunakupepeka. Nisikie vizuri. Yesu anasema mtapepeka kama nini? Kama adui ameshika huko. Hapa katikati anaangalia imani yako. Ukiangalia kwa habari ya imani alipotoka madhabahu alitaka sana naye wale wamwambia wewe umeelewa. Ndio. Na leo kila unatamani kwa kuhani. Wale wanakuona wamekaa pale wanamwambia wewe umeelewa. Hata kwa yako unadhani kwa kama ni ingekuwa kama ungekuwa kama yule mwanamke usingekasirika. Umeona unapoteza imani, inaweza kuanza kama kupoteza ikabaki kwa shangaa umeishia. Na ndio maisha wanaishi watu wengi waliokoka hawamalizaji Mungu wao. Ndio maana wanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Maana mwanzo unaanzaje? Ndio unamalizaje mwisho. Ndio maana kama heri mwisho. Amen. Amen. Umeelewa vizuri? Yes. Unaelewa?